masoko kwanza kabla tujafika kwenye mauzo. Sasa kwenye masoko hapa mtandaoni kuna vitu vingi, kuna mbinu nyingi zinatumika, nyingi sana sio mpya, yani nyingi sana sio mpya, ila changamoto zinakuja kutokea. Unaweza ukakuta mtu anafanya haijui, au anaruka step anaenda step nyingine. Umeona, ndio kikubwa ambacho kinakuja kutokea hapo. Lakini tuanze kwanza na masoko kabla tujafika kwenye mauzo. Kwenye masoko kama tunavyojua, kabla tujafika sehemu sasa ya kujitangaza, ya kufanyia marketing kile kitu ambacho tunakijua, lazima kwanza tujiulize kuna vitu vya kuangalia kwanza ili tujue tunaendaje kwenye masoko. Jambo la kwanza, lazima kwanza uwe na bidhaa yako, lakini hiyo bidhaa yako lazima pia ujiulize swali mojawapo, hiyo bidhaa yako inaenda kumuuzia nani? Sasa tukishasema hii bidhaa yangu naenda kumuuzia nani, tunaenda kwenye jambo la pili, lazima uliangalie pia, uangalie yani tunasema target ya audience yako, wale watu ambao unataka uwauzie, wateja wako ni kina nani. Sasa kabla tujafika pia tena kwenye kuangalia wateja wetu ni kina nani, lazima tujue hao wateja wetu au watu wetu wana changamoto gani ambayo inawasumbua, ili nikienda sokoni, nikienda na mimi kujitangaza, nijue ninawagusa moja kwa moja wao kwa kitu ambacho wao wanakipitia. Kwa hiyo kwa scenario hiyo, kwa lazima tuangalie kwanza kabla tujafika kwenye hiyo sehemu ya kuanza sasa kujitangaza, kujua tutumie vitu gani vile. Kwa lazima haya maswali sisi kama sisi tujiulize, au wewe kama wewe lazima ujiulize kwanza kabla haujaamua kuingia mtandaoni. Kwa hiyo lazima hapo kwanza tujiulize tunaenda kutatua tatizo gani. Sawa. Kwa mfano kama hapo Brother Peter amezungumzia kuhusu reach inavyofanya kazi, ameeleza kabisa imekuja ile kwa sababu gani, ni kuwasaidia wafanyabiashara ambao labda wanapata changamoto kwenye mauzo, kwenye kuweka catalog zao, kila kitu wameweka. Sasa hilo ni tatizo la biashara nyingi tayari, wengi wanafanya lakini kupangilia mambo yao wanashindwa, ndipo reach ikaja ikatokea hapo. Kwa hiyo ilipotokea hapo, ni moja kwa moja yeye anaenda kutatua hilo tatizo kwa baadhi ya wafanyabiashara. Sasa hilo tatizo ameshalipata, sasa anakuja na bidhaa gani? Ndipo unakuta bidhaa yake ndo kama hiyo, labda atakuwa ana website, ana application, ana nini, hiyo ndo bidhaa yake. Sasa atakuwa anaiuza kwa watu wenye tatizo la namna hiyo. Ukishatoka hapo, ndipo sasa anakuja kuangalia, ndio ninaenda kutatua changamoto za wafanyabiashara, lakini kuna wafanyabiashara wadogo, wakubwa, wa katikati. Mimi ninataka wafanyabiashara au watu wa namna gani? Atawaorodhesha, ndipo atajua kwamba okay, audience yangu mimi ni hii na hii bidhaa itawafaa, na mambo mengine yataendelea. Kwa hivyo ni vitu vya msingi kwanza lazima tuviangalie. Pia hapa tukienda kwa mifano halisia, tuna brother wangu Shoni, na hisi tunajuana vizuri, tushafanya kazi pamoja. Brother Shoni yeye ni graphic designer, sawa, lakini hiyo ni anaenda kuoffer au anakuwa na bidhaa yake yani tuseme bidhaa yake yeye, tuseme ni hiyo skills ambayo anaenda kuofa watu, bwana nyie wenye changamoto ambao mtashindwa kudesign vizuri, mimi nipo naenda kuwatatulia hilo soko lenu. Kwa wale ambao wanataka design nzuri, posters kwa ajili ya biashara yao, flyers, kila kitu. Kwa hiyo yeye anakuwa pale anaenda kulitatua lile tatizo. Vile vile akirudi ataenda kuangalia hili tatizo kwa kina nani sana linawakumba, atakuja kugundua labda anasema ni kampuni. Kwa hiyo yeye atajua kabisa target ya audience yangu mimi ni tabiri na makampuni. Kwa kama ni makampuni, bidhaa yangu ni hii,
target audience yangu ni na bidhaa yangu ni hii. Sasa tukishajua hivyo vyote kwa pamoja, ndio tunaenda sasa kwenye swala la masoko kujitangaza, kwa sababu kikubwa tunachoenda kufanya sokoni ni kujitangaza. Na kwa nini tunajitangaza? Wenyewe wanasema Waswahili wanasema ile msemo wa zamani kwamba kizuri kinajitembeza, kitu kama hicho, yani kizuri cha jiuza kibaya. Nesi, mmenielewa hapo? Msamiati umenitoka kidogo. Sasa hivi imekuwa sio hivyo, huyo cha kibaya hadi kizuri chenyewe chote vinajitembeza tu kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ushindani umekuwa mwingi sokoni, hauko peke yako ambayo una hiyo bidhaa. Kwa hiyo ukikaa nayo kimya, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaijua bidhaa yako na akaichukulia serious kwenye soko, na mwisho wa siku tu utabaki na bidhaa yako hata kama ikiwa nzuri kiasi gani. Sasa tunaingia huku mtandaoni, hata ukiwa na bidhaa nzuri kiasi gani, ila hujui soko lako lipoje, au hujui kujitangaza vizuri ili mwisho wa siku tuje kufanya mauzo, ni sawasawa yani na unatwanga maji kwenye kinu, hakuna kitu chochote ambacho unaenda kukifanya. Sasa hivyo vitu lazima tuviangalie. Unaona? Sasa tukishatoka hapo kujua hayo mambo unasaidia nini. Kwa mfano tutoe mfano halisia mwingine. Kwa mfano kama mimi nipo kwa ajili ya kutatua lile tatizo aswa kwa wale watu ambao wanashindwa kurani akaunti zao nyingi sana za mitandao ya kijamii. Aidha wako busy. Tatizo la kwanza ambalo wanakumbana nalo la watu wengi wanakuwa busy, hawawezi kurani hivyo vitu kwa wakati, kwa sababu inakuhitaji masaa mengi uwepo online ufanye vitu. Jambo la pili, unakuta tofauti na kuwa busy, mtu mwingine ajui kabisa hata namna vitu vinavyofanyika. Kwa hiyo hayo matatizo ninakuja mimi sasa, ninakaa pale, ninasolve kulingana na tatizo lake. Bidhaa gani ambayo ninaipeleka pale? Mimi ninapeleka ujuzi wangu, ndio inapata na bidhaa kwao, ninaifanya na wao wanafaidika na mimi tunafaidika kwa namna. Mwisho wa siku mimi tayari nina bidhaa, tayari nishajua soko langu ni watu hawa na changamoto hii na hii, na soko langu ninasema labda watu ambao nitadili nao ni wafanyabiashara wadogo na wakubwa, au tuseme wa katikati pamoja na wakubwa. Au ndio target audience yangu. Lakini siwezi nikakaa na ujuzi wangu ndani, nikisema nikae nao ndani kule sokoni wako wengi. Kwa hiyo itabidi na mimi niende sokoni nianze kutangaza hiyo bidhaa yangu nilikuwa nayo na vitu vingine viweze kuendelea. Hicho ndio kitu ambacho kinakuwa. Kwa hiyo kwenye utangulizi wa masoko tunaweza tukaona kwa namna hiyo. Ila sasa tukishatoka hapo kwenye masoko, kabla tujafika kwenye mauzo, lazima kwanza tuangalie masoko yetu tunafanyaje, tunakwenda na mbinu gani, ili baadaye tuje kufanya mauzo. Kwenye masoko tushaona hivyo vitu, tunaenda sasa kwenye mbinu ambazo tunaweza tukazitumia sisi sokoni ili kuweza kuwini watu, ili mwisho wa siku tuje tufanye mauzo na tuingize chochote kitu. Sawa? Kuna mambo mengi mtandaoni tunaweza tukafanya ambayo yanaweza tukatumia hizo mbinu ambazo ni tayari zishakuwa, yani zishathibitishwa approved. Sawa? Zishathibitishwa na watu washazifanya na zimeleta matokeo. Na siku zote dunia tunayoishi, hatuishi dunia ambayo ni mpya kila siku. Hapana, ni yale sema tu yanaboreshwa. Kwa hiyo vitu vikubwa ambavyo watu wanatumia sana kwenye masoko yao, wengi sasa hivi wanatumia mitandao ya kijamii. Social media ndio msingi mkubwa sana kwenye kufanya marketing katika bidhaa yako kwa sasa hivi tulipo. Tukiacha na website, yani huyo mtu mwenyewe wa website anaenda kuweka linki zake za mitandao ya kijamii yote ili watu waende kule wakaangalia. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kuweza kujitangaza, lazima tuende tukaangalie mitandao yetu ya kijamii
tunaitumiaje. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi kule ambavyo vinapatikana, ambapo kule sasa tutaenda tutazungumzia content zetu. Pia kwenye mitandao ya kijamii tutaweza kuzungumzia paid ads. Zote hizi kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviangalia. Pia kabla tujaingia ndani kwenye social media, kuna mbinu zingine watu waga wamezitumia sana sana mtandaoni. Kuna offer au wengine wanaweka discount, wengine au wanaweka bonus yanakuwa mengi. Hizo mbinu zote watu wanazitumia na kiukweli zimefanya kazi na zinazidi kufanya kazi kwa watu wengi. Brother Peter, ninamaliza saa ngapi? Maana naona tu ninashuka, na pia nipate feedback kwa watu kama nasikika vizuri ili nijue na balance vipi muda. Sawa. Okay, sawa, basi haina shida. Okay, sawa, tuendelee. Kwa hiyo nilikuwa nimeishia kwenye mbinu ya watu wanaotumia nyingine ya offer. Kuna offer, discount na mambo mengine. Pia mbinu nyingine ambayo watu wameifanya na wanaitumia ni tunasema kutumia influencer, yaani wale watu wenye ushawishi tunawatumia au kwenye masoko yetu ili kututangazia bidhaa zetu. Sawa, hizo nazitaja, lakini hivyo ndo vitu ambavyo tutaenda kuzizungumzia sana sana kwa siku ya leo. Pia na mbinu nyingine ambayo watu wanatumia mbinu ya shuhuda. Mbinu ya shuhuda wanaitumia sana sana, yaani hapo ndo wanapatumia sana sana. Sasa tukianza na hii, tuanze tu tuseme na mbinu ya shuhuda. Mtandaoni watu wanapenda kuona shuhuda zile za kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni moja, nakumbuka kipindi mimi ninaanza hizi harakati, nilianza muda mrefu kidogo, na pia nilikuwa mdogo, sina uelewa sana, lakini sasa hivi ndio ninaelewa nilikuwa ninafanya nini na nimekosea wapi. Zamani nilikuwa kwenye hizi kampuni za network marketing. Unazungumza na mteja, ukizungumza na mteja anakuja anakuuliza, yaani wewe ni mtu kabisa kweli, nimekuaminije nakupa hela yangu? Yaani ndio ukaona tangazo kalipenda na kweli limemgusa, ila sasa anashindwa kufanya muamala au kukuamini, yaani kwa sababu hajapata vithibitisho. Hicho ndo kikubwa ambacho kinakuja kuleta. Lakini sasa hivi mtu ambaye alikuja akagundua kwamba kuna kitu kinaitwa shuhuda, alivyoanza kukitumia kwa ajili ya watu kama hao, ika work out. Kwa mfano, mtu akujui kabisa, lakini ukaja ukamwambia, yani sio kusema yani tuseme akujui, ila ni yeye hajakufahamu bado, lakini akija akiangalia ukamwambia, bana, kwa hiyo changamoto yako kuna hawa na hawa hapa na hawa hapa, niliwasaidia hivi nikawasaidia hivi, na ni kweli, yani ni moja kwa moja. Hiyo mbinu kwa mtandaoni una win, yani lazima uliteke soko, kwa sababu unamuaminisha kwa kumwambia kwamba yani wewe wakati unakuja au niamini, tayari kuna watu nilishafanya nao kazi au nilishawauzia bidhaa yangu 1 na 2, wameshaniamini na nimeweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine, na ushuhuda ni huu hapa, testimony zao ni hizi hapa. Hiyo inakuwa ni mbinu moja kubwa sana ya kuwini kwenye masoko ya mtandaoni, kwa sababu utajenga trust na vitu vingine vitaendelea. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo kwenye testimony ni kitu cha msingi sana, ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Sasa kuna changamoto nyingine hapa ambayo tunakutana nayo watu wengi, unakuta ni namna kuzipata hizo testimony, namna kuzipata hizo
testimonies zinakuwa ni changamoto kidogo, lakini tunafundishana namna ya kuzipata pia namna hiyo. Pia kitu cha pili, kitu cha pili ambacho kipo nimekizungumzia kuhusu influencer. Influencer hapa tunazungumza wale watu ambao wana ushawishi mkubwa hasa mtandaoni, kwa sababu kwenye kujitangaza tunahitaji kufikia watu wengi kadiri tuwezavyo. Yaani kadiri tuwezavyo na kadiri nguvu ambayo tunaitumia tunahitaji kuwafikia watu wengi zaidi. Sasa unaweza kukuta huku mtandaoni wewe labda una watu labda 1,000, wengine 2,000, 3,000, au wote unajitangaza kwao, unajitangaza kwao. Kwa hiyo unakuta una watu wachache ambao wewe unaweza ukajitangaza, lakini kuna mtu ambaye ana ushawishi mkubwa. Twende tu kwa mfano halisia, wao wachekeshaji, twende kwa wachekeshaji, labda una Leonardo, sawa? Leonardo ni anaweza akakutangazia kitu chako au bidhaa yako kwa watu wengi sana, kwa sababu yeye tayari ana fan base kubwa, ana watu wengi ambao anaweza kawafikia kwenye influencer hapo. Na influencer sio lazima tu wawe wachekeshaji, kuna watu wana ushawishi mkubwa kwenye kila engo yao. Kwa hiyo kikubwa tuangalie kwenye influencer, sio influencer tu lazima awe na followers wengi, hapana. Hiyo pia tunaona kuna changamoto sasa hivi, watu wengi mtandaoni tunakutana nayo, sio influencer awe na followers wengi ndio huyo ataweza kapushi akakuletea mauzo. Hiyo kwa sasa hivi ni hapana. Kwa namna gani? Angalia yule mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kwenye audience yake. Achana na fan base hizi sio na nini. Angalia yule mwenye ushawishi mkubwa kwenye fan base yake. Kwa mfano mimi naweza nikatoa mfano wangu. Ilikuwa nahisi ni mwezi huu, ilikuwa LinkedIn nina share ideas zangu nini, kila kitu ninafanya. Lakini sasa kule kuna brother mmoja nahisi kama wengine mtakuwa mnamfahamu. Hello, nasikika? Okay. Kuna brother anaitwa Shukuru Amos, amekuwa ni mtu fulani ambaye ninampenda na ninamfuatilia sana kwenye vitu anavyovifanya. Sasa yule kuna siku aliandika post yake akaipost, ila kwenye ile post alivyoiandika alimention account yangu mimi, sawa? Alimention account yangu mimi, lakini the way post yake ilivyoenda na ile tu ilivyokaa, uwezi amini, watu wengi walinifollow na watu wengi waliomba connection kupitia ile post yake kwa ile wiki. Yani nilikuwa kila nikiingia LinkedIn nakuta watu wananifollow, wana connect na mimi, wananifollow na ukija kuangalia ni wengi sana ambao unakuta na yeye ni wamemfanya hivyo, aidha amewafollow au wao watu wamemfollow pia Shukuru. Kwa hiyo nilipata zaidi ya watu 50 kwa ile post yake kwa wiki moja, ambacho kwa LinkedIn sio kitu kirahisi sana kupata followers au connections za watu wa jumla ya idadi ya 50 kwa wiki. Aidha uwe ni unaandika back to back muda wote. Kwa hiyo hicho kitu kingine kwenye influencer mtandaoni lazima tukiangalia. Kwa hiyo unakuta kwa mfano wa Shukuru Amos, nikisema mimi nina product yangu, nikaongea naye vizuri, blaza bwana na hii na digital product yangu hapa nimetengeneza ebook, unahitaji uisome. Ukishaisoma kama ni nzuri, naomba tu urecommend watu. Nina hakika mauzo yatakuwa ni mazuri kuliko nikienda nikachukua mtu ambaye ana mafollowers 200,000 ambaye leo kazungumza michezo, kesho kazungumza udaku, kesho kazungumza nini. In short,
itaonekana kwa wengi, lakini mauzo atakuwa machache. Ila nikienda kwa huyu ambaye ana followers wadogo lakini wa maana, ambao wanaweza wakafanya kitu, inakuwa inasaidia sana. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo tunakutana nayo kwa kwenye kutumia influencer. Siku hizi hatudili sana na wale famous wala wenye ushawishi mkubwa sana au followers wengi, la tunaangalia mtu mwenye ushawishi kwenye audience yake. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tukizingatie sana. Pia nilizungumza kuhusu masuala ya offer. Okay. Offer, discount pamoja na bonus. Mbinu nyingine ambayo imekuwa approved na watu wanaifanya ni kwenye swala la offer, discount na mambo mengine. Hili swala watu wengi wamelifanya. Kwa mfano, kwenye hicho kitu ambacho unakifanya, either tuzungumze kwa Brother Shoni. Brother Shoni ni graphic designer, lakini anasema kwa service ambayo ninaiofa mimi, kwa wiki labda utanilipa kiasi kadhaa, nitakutengenezea posta 3 au posta 4. Lakini kwenye ile posta 3 au posta 4 anaweza akakupa bonus, akakwambia lakini nina uwezo wa kukutengenezea nini, flyers au kitu kingine chochote, akakiongeza hapo kwenye ile nani yake. Hivyo vyote vinawezekana vikafanyika kwenye offer. Pia kwenye discount, watu wengi wanasema bana, kwa vile mimi offer yangu ni hii hapa, unabidi unilipe kiasi kadhaa, kwenye hii bidhaa yangu ni thamani yake ni hii hapa, lakini kwa vile umekuja nitakupunguzia 10%, 20%. Ile inaleta maana sana mtandaoni. Mtu anajisi okay, huyu jamaa anajali, anatujali pia na sisi acha tumjali kwa kununua. Kwa hiyo mbinu ya offer, discount au na kuweka bonus zingine, mtu anaweka mabonus mengi na sisi tunaona huko zinazofanyika yani ile mbinu sio uongo, ni ukweli kabisa inafanyika hivyo, ni ukweli kabisa. Kwa mfano unaweza ukaja, labda tuzungumzie kwa Rich anaweza kusema labda service yetu sisi ni labda 300,000, lakini kwa vile umekuja wetu tumezungumza vizuri na nitamani nikusaidie, mimi nitakupa discount, utalipia 250,000. Alafu kwenye hiyo service unaenda kwa mwingine, yeye kakomana ile 300,000 au 350,000, ila wewe umeshusha. Ni moja kwa moja unakuta mtu atakufikiria wewe kwanza, huyu amelipa bei ndogo na nimeangalia kazi zake, kama huko tulipoangalia kwenye testimony, anaona okay, testimony ziko vizuri, anafanya kazi vizuri, kajithibitisha kila kitu, anaona ngoja niende na huyu, anamwacha huyo mwingine. Lakini wote mkiwa kwenye level sawa, una discount, inakuwa ni changamoto. Au pia unaweza ukaweka ofa zingine, bana mimi nitalipia kiasi hiki ofa yangu, lakini nitakusaidia moja, nitakupa kitu, nitakupa 3. Hivyo vinakuwa vinaenda. Lakini kitu ambacho nimejifunza pia kwenye ofa, nilikuwa namfuatilia sana Amos Nyanda, alikuwa anazungumza ofa siku zote ni tofauti na discount kama hivyo. Discount ni masuala tu ya kupunguza bei, na ofa tunazungumza ni kile kitu ambacho kwenye hiyo service yako au hiyo bidhaa yako vinalandana, yani vinalandana. Kwa mfano tuzungumzie tu mfano, mimi nikienda kununua Pepsi Big, nikanunua Pepsi Big dukani, nikanywa hapo nimenunua. Lakini nikaenda kwenye duka lingine, ninapoenda kununua Pepsi Big atanipatia na biskuti, ile ni ofa. Kwa sababu gani? Yani Pepsi na biskuti ukila au ukinywa vyote kwa pamoja, inakuwa inaleta yani mtu anaona okay, umenijali, umenipa kinywaji, umenipa kusukumizia. Kwa hiyo ndio inakuwa ni ofa. Kwa hiyo ofa zetu tunapozitengeneza mtandaoni, pia tuangalie namna ambayo tunaweza tukaweka hivyo vitu, ili mwisho wa siku tuweze kwenda kwenye mauzo. Pia ninatoka hapo kwenye ofa, tunaenda kwenye jambo lingine ambalo tunarudi sasa kwenye namna kutumia hii mitandao ya kijamii. Kwenye kutumia mitandao ya kijamii kuna vitu vingi sana ambavyo vipo, na pia kwa nini inakuwa mitandao ya kijamii ni njia sahihi na nzuri sana siku hizi kuitumia, kwa sababu watu wengi wapo huko.
Yaani siku hizi watu wengi wapo huko. Kwa hiyo tunahitaji kutumia mitandao hii ya kijamii ili kuweza kujitangaza na liwe kama soko letu kwenye kupeleka bidhaa zetu sokoni. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kuna mbinu nyingi ambazo watu walishazifanya zikawa zinafanya kazi, ambazo hizo pia tutaenda kuziangalia. Kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu kama viwili kama sio vitatu. Sawa, mitandao ya kijamii wengi wamejitangaza na wengi wametoa shuhuda nyingi, na hata wewe nahisi utakuwa ni mmojawapo hapa. Kupitia mitandao ya kijamii umeweza kupata mteja kwa kitu chochote ambacho ushawahi kufanya. Of course kama ulishawahi kupata mteja kwenye mitandao ya kijamii, hiyo tayari inakuwa ni fursa ya wewe kutumia hiyo tool kufanya marketing au kujitangaza mtandaoni. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vile ambavyo tunaviangalia. Hatuwezi tukajitangaza bila kupost. Yaani hauwezi ukajitangaza bila kupost. Kwenye kupost ndo tunakuja sasa kwenye lile swala kubwa ambalo wengi linatupa changamoto na wengi tunakwama kulingana na platform tofauti kwenye content. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii silaha kubwa ya kujitangaza ipo kwenye content. Zingine zote zilizobaki ni ziada tu. Ninamaanisha nini? Kwenye mitandao ya kijamii wengi mnasikia kuna hizi paid ads, pia ni mbinu mojawapo ambayo wameileta wenyewe wenye mitandao ili watusaidie kufikia watu wengi, lakini hiyo ni ziada tu. Kwa sababu gani? Una hela, unataka ulipie matangazo, atakuuliza tu ukienda kwenye platform zao ambazo wanaweza kuzitumia, atakuuliza bidhaa ipi, nionyeshe hiyo bidhaa yako niione. Kwa utakuta kwa sababu hamuonani, lazima tu utabidi utengeneze content yoyote, picha, poster, video, nini ambazo wao wenyewe wameziruhusu, ili wakwambie kwa hii hapa nilipe niweze kuipeleka mjini. Kwa hiyo kikubwa kwenye mitandao ya kijamii, njia bora ya kujitangaza ipo kwenye content. Sasa turudi kwenye changamoto nyingine ambayo kwenye mitandao ya kijamii inatokea. Sio kila content inafaa kwenye mitandao ya kijamii. Sawa? Na hapo sasa ndo tunarudi kuja kuistadi vizuri mitandao ya kijamii kulingana na ilivyo. Kuna mitandao mingi sana ya kijamii, tuna TikTok, tuna Facebook, tuna Instagram, tuna LinkedIn, tuna X, tuna Snapchat, tuna nini. Tuna mitandao mingi sana. Hiyo ni common ambayo tunaijua, lakini kwenye hiyo mitandao, kila mtandao kuna content wanazipenda wao. Hiyo pia lazima tujue, na wengi tunafeli, lakini kulingana na wewe unachofanya itabidi tena urudi darasani mwenyewe ujifunze. Okay, naenda kujitangaza kwenye hii mitandao ya kijamii ili niweze baadaye watu waje wanitafute ni close sale hapa, ninabidi nitumie mtandao gani? Kwa mfano, mtu kama mimi ambaye ninatafuta kampuni au wafanyabiashara wakubwa, uwezi ukanikuta mara nyingi, yaani uwezi ukatukuta sisi tupo TikTok, Snapchat, yaani Facebook kwa mbali uwezi ukatukuta sana, ila mara nyingi utatukuta sana tunakomana X pamoja na LinkedIn. Sana ni LinkedIn. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndo mitandao ambapo content zetu tukiziweka kule tutawafikia audience wetu. Kwa hiyo kikubwa kwenye mitandao ya kijamii tunaangalia content gani ambazo unaweza kushare. Sasa kwenye kushare kuna kitu hapo kwenye mitandao ya kijamii nataka nizungumzie tena. Kuna mbinu ambayo wanaitumia wengine, hii ya matangazo ya kulipia. Sasa hapo kuna scenario kwenye matangazo ya kulipia ambayo mimi
ninaiona na wengi huwa wanaifakamia, lakini inakuwa haipo sawa. Kwenye mitandao ya kijamii mimi ninashauri wengi tusikurupuke tu kwanza kwenye kulipia matangazo. Hapana, inabidi twende step by step. Kwa mfano, tunajijua hata tukiwa huku mtaani bana, mimi ninahitaji labda nifanye biashara moja mbili tatu. Ile biashara ninayotaka kuifanya siwezi nikakurupuka tu nikafungua duka au nikafungua kitu chochote ambacho naweza kukifanya mtaani nikakiweka hapo nikaanza kupata mauzo. Hapana, watu watabidi wakutegee uende bana, mimi ninafanya moja mbili tatu, uweke awareness kwa watu, ufanye hivyo. Watu wakishaanza kukujua sasa, kukuzoea, wanakuona, ndipo ni rahisi sana ya kufanya nini, kufanya mauzo. Sasa wengi wakiingia kwenye social media, yani mimi changamoto tunakutana nazo, unakuta page mtu yani iko ovyo vibaya, kila kitu yani imekaa ieleweki, ipo tu, engagement ndogo, hapo anakuambia fanye bana, tufanye, inabidi tuuze. Ukiangalia hapa tunauzaje? Yani unashindwa kuelewa, unapata tu changamoto. Lakini stage kubwa ambayo kwenye mtandao wa kijamii na hiyo mbinu wengi wanailuka ni kwenye kujenga awareness na bidhaa yao. Hapo ndio inakuwa ni changamoto sana na watu wengi wanafeli sana, na ndio maana mtandaoni panaonekana ni kugumu mno. Mimi naweza nikakupa mfano. Unaweza ukaingia mtandaoni ukiwa hauna nia ya kuuza haraka, ndio utauza kuliko hata ule mwenye nia ya kuuza haraka. For example, ukiingia mtandaoni ukaanza kushare hicho ulichokuwa nacho, sawa, au hiyo bidhaa ulikuwa nayo, wewe ielezee tu, usiwaambie njooni mnunue. Wewe ielezee tu bana, hii bidhaa yangu inasaidia mtu huyu na huyu na hivi na hivi. Wewe ielezee tu. Miezi yako mitatu consistency, yani lazima simu zitaanza kuita, naitaka nisaidie. Kwa nini nasema hivyo? Mtandaoni kule kuna hicho kitu, yani auanzi ghafla. Kwanza ukiingia kwa nia ya kuuza, watu wanakubullshit. Na kwa nini wanakubullshit? Ni sababu moja, wakati wewe unaanza kuuza kuna mtu alishaanza wewe miaka 10 huko, na wanamjua, nikitaka bidhaa fulani au nikitaka huduma fulani inaenda kwa fulani. Wewe tu nao umekurupuka, hakuna naye kujua, unakuja tu moja kwa moja, umelipia kitangazo chako, ueleweki kimekaje, unaenda huko. Kwa hiyo hii mbinu ya kulipia matangazo iko vizuri, lakini kuna namna tunafeli haswa kwenye kuzingatia hicho kipengele cha kutaka kuuza leo. Na ndio maana nikasema kwenye mitandao ya kijamii hatuuzi leo. Pia nimesema hivyo, yani sio rahisi kuuza leo, lakini tunaweza tukatumia content ikawa kama silaha kwenye biashara zetu sana. Unaona, imekaa kama hivyo. Nahisi nimezungumza maneno mengi, nisije nikawaacha watu njiani. Naona sasa muda nao nimebakiwa na almost kama dakika 8 hizi zilizobaki, pia na hizo zingine 10 ambazo alinipa Blaza Peter kwa ajili ya maswali na majibu. Niwakaribishe sasa na mimi nisikie kama kuna swali au kuna mtu ana changamoto yoyote, tuweze kusaidiana wote kwa pamoja. Nisiwe mzungumzaji sana. Karibuni kwa maswali jamani.
Okay, swali zuri. Sasa kwenye kutumia influencer, hayo yote uliyoyasema yanawezekana na tunayatumia, ila tunarudi kwenye swala moja, emu yako ni nini? Emu yako ni nini? Tukisema labda mimi lengo langu kubwa nipate leads au sales za kutosha, ni wazi kabisa inabidi uende ukatumie influencer yule ambaye ni ana uwezo wa kuleta leads kulingana na bidhaa yako au kuleta mauzo kulingana na bidhaa yako. Hilo ndio jambo la kwanza ulizingatia. Lakini tukasema kulingana na bidhaa yangu mimi na watu wengi hawanijui, ila ninahitaji kwanza nitengeneze awareness, watu wanijue. Unaweza pia ukaenda hata beyond ya hao watu wakakujua. Maanake nini? Wakujue kwanza, kwenye wao unaweza ukaokota mambo mengine yakaenda. Kwa hiyo kutumia influencer sio dhambi wao watu wote, ila jaribu na wewe kuangalia goal lako nini. Kwa mfano tunaweza tukasema mimi sasa hivi nina uwezo wa kwenda kwa influencer yoyote, comedian au labda tuseme niende kwa hao watu wa udaku, ninaweza nikafanya hivyo. Lakini nikienda kule, manake ni nini? Tangazo langu litarushwa, wataliona na wengi litawasikia. Kwa hiyo pale tayari ninatengeneza awareness, ila kupata mauzo ni mtiti, kwa sababu nilipoenda kule sio sehemu sahihi kwangu. Lakini nikasema mimi ninahitaji nipate mauzo, nipate kazi, mtu aje nitafute DM nipate kazi. Kwa utakuta moja kwa moja sitoenda kwa hao watu ili tu nionekane kwa wengi. Hapana, nitaenda kwa influencer ambaye najua kabisa nikienda hapa huyu akinifanyia kadhaa na kadhaa,